shambani. Nataka kushare baadhi ya vitu vile vitatu ili tuone vipi tunaweza tukajikwamua katika maisha. Karibuni sana. Swala hili sana linahusu wafugaji, kwa sababu namna ya kutengeneza chakula cha kuku na namna ya kurahisisha na kupunguza gharama chakula cha kuku. Na material yetu haya ambayo tunatengenezea chakula cha kuku. Tukianza, hili ni gomba au mgomba wenyewe, tunakata kidogo kidogo kama tulivyoweka hapa. Kisha pia kuna ndizi hapa, ambazo ndizi zilizoharibika katika shamba watu zitupi, huwa pia tunazitumia kama ni material ya kutengenezea chakula cha kuku. Na hili tunaita papai. Papai changa unaweza kutumia au hata bivu katika kutengenezea. Unakata kidogo kidogo ili kisha unakuja kutia katika mashine. Ili hapa tunaliona ni fumbu ambalo linapatikana katika ndizi. Mwisho wa ndizi lile pia halitupwi. Tunaweza kutengenezea chakula cha kuku pia. Na majani yetu haya, na majani kuna aina mbili. Kuna haya ya mpapai, lakini haya ni ya mchunga. Mchunga ule mchungu sana ule. Tunatumia kama mboga sisi katika kula, lakini kwa kuku inakuwa ni nzuri kama ni chakula, lakini pia ni dawa katika kula kwake. Unaona kata pia madogo madogo kama hivi tunavyoona. Naweka kidogo, lakini pia tuna muhogo. Muhogo unaweza kutumia ukiwa mbichi au hata mkavu katika kusaga. Nachanganya pamoja, kata vidogo vidogo pamoja na maganda yake yalikuwepo nje, au wengine wanaita majani, lakini kwa Kiswahili sanifu tunaita maganda. Muhogo nakata pamoja, lakini pia tuna muhogo mkavu, kitako natumia muhogo mkavu. Na hapa tuna mashine yetu hii. Mashine hii inatumia umeme, lakini kwa kwetu tumeshindikana mpaka sasa hivi kuletwa umeme. Tunatumia generator, tunaona generator ile. Kwa hiyo baada ya muda mfupi nitakuonesheni namna ya kutengeneza kwa kutumia mashine hii. Lakini usisahau kwa tunapumba kwa mchanganyiko wa mashudu ya alizeti